Mungu kwetu ni silaha. Bwana sifiwe sana. Jamani, huyu Mungu nimekwambia amefanya kila njia ya kukusaidia mwanadamu. Mungu yeye anakutafuta mwanadamu kuliko wewe unavyomtafuta. Mungu anatoa kila mbinu, kila njia, kila zana za kukusaidia wewe nini kumjua na kukubariki na kwamba ubarikiwe na kwamba uinuliwe. Mungu anatafuta kila njia ya kwamba nini umuone wazi wazi. Hapo Mungu anatafuta ukaribu na wewe, mahusiano na wewe, ili nguvu yake ionekane ndani yako. Mungu anatafuta urafiki na wewe. Anakutafuta kwamba ajionyeshe kwamba wewe ni baba. Niliwaambia juzi, jamani, tuna baba aliye bora. Hakuna baba kama Mungu. Hakuna mtu anayejali kama Mungu. Hakuna anayekupenda kama Mungu. Mungu ni zaidi ya baba yako aliyekuzaa. Mungu ni zaidi ya mama yako aliyekuzaa. Mungu ni zaidi ya ndugu zako. Huyu Mungu wa kweli, ukimsikiliza vizuri, yeye aliyekuokoa, yeye aliyekuumba ni baba. Ndio maana Yesu wakati anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba, wakasema tufundishe, hatujui kuomba. Jambo la kwanza akasema, mnapoomba semeni Baba yetu uliye mbinguni. Mtambueni kama baba. Mtambueni kwamba kuna Mungu na baba mbinguni. Tambua kwamba kuna baba mbinguni. Ndio maana ametupa neno lake. Neno lake lituongoze. Ndio maana ametupa neno lake. Sasa neno lake jamani ni msaada kwetu. Neno lake linaleta ukombozi na uzima. Bwana sifiwe sana. Hebu soma Efeso 6. Efeso 6 mstari wa 17. Leo nitasoma maandiko mengi kidogo, ili kukusaidia wewe ambaye mara nyingi utembei kwenye neno la Bwana kulisoma. Lakini nitakusaidia siku ya leo. Hebu tega sikio vizuri, na Roho wa Bwana akutembelee. Roho wa Mungu aachilie nguvu yake ndani yako, awe ndio mwalimu mwema kwako, ili akupe hatua nyingine ya imani sana kwa nyakati hizo tulizonazo. Sikia neno la Bwana. Hebu soma Efeso 6:17. Amen. Efeso 6 mstari ule wa 17. Neno la Bwana linasema, ndio